Jalitubu. Lakini number one alisema Mungu unirehemu sawa sawa na fadhili zako. Number one, ukiona dhambi imeshakufikia, umeshaifanya, the first thing si kujishukia, ni kukumbuka ya kwamba kuna Mungu anaweza kukuhurumia, utafute rehema zake. Number two, kwenye mstari wa kwenye huo mstari anasema mambo matatu. Anasema number one, Mungu unirehemu sawa sawa na fadhili zako. Number two, kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu. Kuwa na imani ya kwamba Yesu ni capable ya kufuta makosa yako iondoke. Ni Raba, kama Raba anaweza kuondoa makosa yako iondoke. Capability ya ku understand hiyo ndio shetani anapigana naye. Shetani angependa useme, ai, vile nimefanya najua sitasamehewa. Najua vile nimefanya. Hata kuna mtu alinikuta akaniambia, mimi pastor ndio unaona kwa kanisa sifugagi macho, nilifanya ile dhambi ya kifo, siwezi kusamehewa tena. Ukifero kwenye verse 1, then hizo zingine sasa utakuwa corrupted. Bwana Yesu asifiwe. So number one ni wakati unafanya makosa, usianze kusema ya kwamba mimi sasa Mungu hanitaki tena, hataki kuniona. Sasa hata ukikosa na jiwe kwa barabara unasema imeanza. Mungu ameanza kunimaliza. It is wrong. Wakati unafanya makosa lazima utafute ifutwe. New Testament ndio alikuwa anamulika David bila kujua ya kwamba Old Testament dhambi ilikuwa covered. Blessed is the man whose sins are covered. Lakini New Testament ni kuvuta, kuondoa. Na ndiye anasema ufute. Ufute ni kusema vile nilifanya, history hiyo nini futa, isini affect. Na kulingana na vile Yesu alimeongea kwenye kitabu cha Ufunuo, akisema ya kwamba siku ile dunia itabadilika, David ndiye atakuwa our king. David ndiye atakuwa mkubwa sana kwenye kanisa na ufalme wa Kristo. Ni kuonekana ilifutwa ama haikufutwa. Na bona na wewe kuna dhambi umeshikilia ati hiyo haikuondoka, unaishikilia tu. Najua nimesamehewa yote, lakini hii najua tu ndio inanisumbua. Kuishikilia, kukosa kupita verse 1 ni kuferu kwenye verse hizo zingine zote. Let's look at verse 2.